Juzi tumekuwa kwa matanga. Viongozi wengine wakakuja wakaongea angekuona zako niendekene viru. Wakatoroka kwa sababu walijua ile uongo walikuwa wameambia watu wetu, sasa sisi tulikuwa tumefika kusema ukweli. Kumbe Mheshimiwa Ken Lusaka mumeanza kupanic. Nitawaomba muache kupanic. Punguza speed, punguza pressure. Mtapata ugonjwa ya pressure. Unasema eti kwa matanga ya Mheshimiwa Patrick Wangamati, sisi tulingojea nyinyi mkuje na ndege, alafu sisi toroke haraka kwa kumuokopa nyinyi. Eti kwa sababu tulikuwa tumeongea uongo. Nisikize Governor Lusaka. Wewe ni mtu ambaye mimi nimepea heshima for so long, but don't take heshima yangu for granted. Mimi ndio mbunge ya Kabuchai and that was in my constituency. Sisi na linda mwananchi, mimi, Sifuna, Othoti, Halwale na Mheshimiwa Natembea and the team yote tuliingia kwa matanga saa 5:12 11:12. Wakati tulifika, the family was talking. Familia ika-address, ikamaliza. Wakaita wanasiasa wote waongee. I ran the program myself from saa 6 mpaka saa 8:45. Tulikuwa na run a political program. Nikamaliza, kila mtu mwenye alikuwa mtu wa heshima. Ulikuwa in the secondary school umejificha kwa darasa ya Kachonge Girls. Najua because hapo kiti yako ilikuwa mbele imewekwa. Watu wenye walikuwa wamekaa kwa kiti yako walisema. Na hiyo ndege ambaye wakati hiyo ndege ilikuja kuland masaa 9, hiyo ndege ilikuja na Moses Masika Wetangula peke yake. Wewe hakukuwa ndani. Baada ya ndege kuland na mnatokea wote mnakuja kwa matanga from saa 5 kama wewe ni mwanaume. Kwa nini hukukuja kukaa mbele sisi tukaongea kama umekaa? Uliokopa mwoga ukakaa kwa darasa. You sat in the classroom in Kachonge Girls. We know. Wewe na MCA fulani mkakaa kwa hiyo darasa. Sisi tukarun program from up to saa 8 up to saa 8:45. Tuka hand over program to the church. Everybody ameongea. Na nyinyi mlikuwa mnatuangalia kwa simu vile tunachapa ukweli ya maneno. Sasa from that time mpaka saa 9:45 tukapaniana church. Tukarudi tena kama viongozi. Hatukutoroka kama wengine walienda kuita watu wapewe pesa kwa barabara when the bishop is saying the mass. Tukakaa mpaka bishop akasoma mass. Tukamaliza misa. Tukapeana sadaka. Tukamaliza sadaka. Tukapeana, baada ya sadaka tukapeana shukurani kwa bishop. Misa ikakwisha. Tukaingia kwa magari tukatoka. Sisi wakati tuliingia tu kwa gate kutoka hivi, na nyinyi mnatoka wapi? Kutoka kwa Girls na mnakuja kwa matanga. Saa 9:30. Sasa mlikuwa mna expect sisi tukuje saa 5, tulie matanga, tumalize kuongea, tukuje tusikize misa, tumalize misa, tutoe sadaka, alafu tukae tena kuongoja nyinyi. Nini? Kati ya sisi ambayo tulifika saa 5, tukakaa mpaka saa 9. Na nyinyi mwenye mlitime, sisi tukatoka mkaingia. Nani mwoga? Eti uongo, tuliongea uongo gani katika hiyo matanga? Kama tulisema maisha ya watu imekuwa ngumu, hiyo ilikuwa uongo? Enda uliza Kabuchai. Kama sisi kwa hiyo chukua tuliwaambia wewe na serikali kwenda kuinoculate Ebola kutoka DRC iletwe Kenya, sisi hatutaki. That is what we said kwa chukua. Hatuwezi kubali Kenya ichukue Ebola kutoka DRC ilete Kenya kwa sababu ya Muamerika. And the Americans wanataka kuleta ndio tipu mtu ya Ebola from DRC. Kama Amerika iko na pesa, ichukue pesa yake, iende ijenge kituo cha afya huko DRC kwenyewe penye wagonjwa wako. Sio kuja kujenga kituo cha afya Nanyuki, na kazi yake sio kutibu wale wa Kenya, ni kutibu wale wazungu ambao wako DRC wa Americans, kuja kuweka kwa ndege mpaka hapa. Hiyo ndio tulikataa. Tulisema uongo. Hiyo ni uongo gani unaongea bwana? Wewe ni mtu uko na heshima zako. Please don't be so cheap. That is why I did not attend your function ambayo hii Madaraka Day yenye unaongea hii ulifanyia Kabuchai. I refuse to come because I could not listen to this nonsense. Hakuna mtu alikuogopa. Na nyinyi pia nimeona sasa
mahali mumeenda sasa, mmefika ni kama mnapewa pesa kwa bahasha na mnapewa pia statement ya kusema kwa kila matanga. Nimesikia statement yako ya saa hii ni juu ya Sifuna. Nimesikia statement ya Sirisia kwa Waluke ni juu ya Sifuna. Nimesikia statement ya mheshimiwa nani Barasa kutoka Kakamega ni juu ya Sifuna. Nimesikia statement ya Sabula Indi Kakamega ni juu ya Sifuna. Ni kama mwenye anawapea pesa na common statement. Soma hiyo statement kabisa. Hata kuja muongee kila mali, hata mkiwa na pesa kuja peana. Lakini watu wa Western wameamua. Na hatutaruhusu Edwin Sifuna ajibu nyinyi. Nyinyi ni wadoko sana. You are too junior to be answered by Sifuna. Ni sisi tutajibu nyinyi. And the power is transient. Uongozi who move, I'm telling you, in the next 5 years, this Majimbo that is addressing you will be a different Majimbo. When Sifuna will be on the throne, will be in the seat of power. Get me right. Na mukome Sifuna kuanzia leo. Mukome kwenda kuchukua pesa kuja kudivide Waluya. Nimeona sasa wewe ndio kiongozi kumbe ya kudivide Waluya. Na wewe ni mtu uko na heshima, uko na familia yako ambaye mimi naheshimu familia yako sana. Hii mambo ya uongo ya kujaibisha toka huko. I do not advise, I cannot hear this. Hii tumejua. Kumbe ndio hivi, this is the kind of thing mnataka sasa kupropagate. Na all of a sudden from nowhere Sifuna ameanza kuingia kwa mdomo yenu. Kwa nini? Because it's a threat. Whoever that is giving you money, go back and tell that man who is giving you a lot of money, anampea pia na mandege ya kusunguka, mwambie mmeshindwa. Mimi nasikia wakati mlikuwa mwenda kuchukua pesa juzi, huko aliwauliza, kwa nini mmewacha Sifuna na Majimbo na Wamboka amewashinda Bungoma? Mnachukua hapa pesa na kwenda kukula tu na mfanyi kazi. Hiyo ndio mlikuwa mnaulizwa bwana. Sema ukweli bwana. Mimi nakujua unasemanga ukweli hata kama yuko under pressure bwana. Msituletee chumvi bwana. Msitupanishe chumvi.